Sijui kama umewatch hiyo CCTV ya kifo cha Jeff Mwathi. Na kwanza mkaharibu mpaka simu ya mtoto wangu kuharibu. Mimi akiwalai. Hebu watch hiyo video alafu ukuje ucomment. Nachukia mpaka VPN. Juu mtoto wangu alinipigia simu hiyo time alikuwa anakufa hiyo. But haiko connect. Alinipigia tu hivi nikaona mtoto wangu akasema mam, hivi tu. Na nikamuona kwa hiyo nyumba ya DJ. Ya mtoto wangu hakuuawa. Na alikuwa ananipigia simu for help. Kwa majina naitwa Steven Mushoki Mwathi. Ulienda baada ya kifo? Naam. Kwa hiyo nyumba? Nilienda. Uliingia ndani? Niliingia ndani. Uliona madirisha? Niliziona. Hiyo nyumba uliona ilikuwa na bedroom ngapi? 2. Marehemu ilisemekana alikuwa bedroom gani? Ya wageni. Ya wageni. Inasemekana aliruka kutoka dirisha. Uliona hiyo dirisha? Niliona. Kwa maoni yako, binadamu angeweza kuruka na apite kwenye hiyo dirisha? Kwa maoni yangu, kulingana na situation yenye nakuuliza maswali unanijibu tu. Okay. Binadamu mwenye umri wa Jeff alikuwa na miaka ngapi? 23. Angeruka kwenye hiyo dirisha? Kwa kuforcewa. Akilazimishwa atapita. Are you gay? Look at me. Do I look like a gay? I'm not gay. No, people are saying there were speculations, there were stories. I would want them to even point out one person. Mwenye nishaikatia. Mimi si shoga, mimi si gay, na zizi kuwa gay. Man, I have a soft. They said there's a clique of some guys. Kunywa ka drink. Kasimu kamezima ndio nimeweka kwa ngoje. Si nilikuwa naacha hii simu ikinini. Moses Kadio kilika hapa Cassandra ndiye fanya. Beba chana wewe. Nikupe tequila shots. By that kunywa ile kwanza hata sijui kwa nini anasubua. Kuna tequila tot. Mpe tot ya tequila by the way. Unakati. Sina kazi yako ulinikasirisha. Mimi kutoka kwa choo mimi. Hiyo kitu nilibo sana. Maji ko? Maji. Tena nikikuja na maji. Ni sawa. Ama mimi nikunywa na coke. Todo man. Tukunywa na coke. Sawa. Leta coke. Napenda mauvu wa shangazi huyo. Wewe ndio yale ndio mimi nimepii kama unapenda hapa. Kila ni kari wewe. Embe jana alizima kwa choo. Huku ndio kunasema huku ni kwa mabebi kaka. Stop it. Be my slave. Stop it. Ngoja nikuweke, unajua unasikia moto. Unasikia moto? Matio yao ya. Saka langu. Thank you. Manyana wake ashike ukuta kubafu. Atubikantia matako ni gani? Ni eta wado. Tazome haha. Nado. Ni top fry. You're in that clique. Wanaendesha mabenz. Nani? Nini? Si picha moja itolewe. I don't know. Hiyo kitu huku iona walianiko hawa wajinga. The footage allegedly shows 2 men surveying the ground floor of the building at 5:30 a.m. before taking the lift at 5:39 a.m. and exiting at 5:40 a.m. Just minutes later, Jeff is seen hitting the ground at 5:47 a.m. Mudhiora also highlighted a photo that was allegedly sent by the DJ himself, DJ Fatso, to several people who were at his house on February 24th, asking what happened in the bedroom when the 4 locked themselves in. Why was Jeff crying? What did they do to him? Jeff's last distress call was at... Na kwanza mkaharibu mpaka simu ya mtoto wangu kuharibu. Mimi akiwalai. Nachukia mpaka VPN. Juu mtoto wangu alinipigia simu hiyo time alikuwa anakufa hiyo. But haiko connect. Alinipigia tu hivi nikaona mtoto wangu akasema mam, hivi tu. Na nikamuona kwa hiyo nyumba ya DJ. Ya mtoto wangu hakuuawa. Na alikuwa ananipigia simu for help. What happened to Jeff Mwathi? After nimepark, mwili ilikuwa mahali hapa hivi. Unaona? Mahali kama pale na mimi nimepark hapa. So nashuka ndo niende gate iko pale. So kuna pillar, there are pillars.
za buildings zenye watu hupark. So unaona tu kichwa somewhere hapa hivi, pata huku kando kuna nyama zimetapaka. Unanipata? So I can assure you the pillar imenizuia kuona hata the body itself. Naona tu nywele kidogo hapa tu yenye kichwa imetokea somewhere hapo. So mimi natembea naona nyama zimetapaka. I can assure you hata sikuweza kuangalia hiyo mwili, mimi naogopa sana. In fact mwili yenye tu nishaingia kuona hata kwa mochari ni ya nyanyangu toka nizaliwe. Sasa ndio mimi huyu naangalia, sikuiangalia hivi. And even the CCTV footages can show I held my head like this. Hadi naangalia, unaona ile unachungulia hutaki kuona. Yes, you are anxious kuona but hutaki kuona. Na one thing yenye nataka uelewe ni nishaambiwa pale mtu amejitupa kutoka 12th floor. At least hata ningejua ni 10th floor, ningekuwa ninajua ni mtu wa floor yetu, acha nione ni nani, inaweza kuwa ni nani, maybe tushaipatana kwa lift. Sasa mimi sijui mtu yote but nishaambiwa sasa the only thing I saw kwa hiyo mwili, I can assure you, niliona kichwa imetokana hii part. Why did you call your driver? I called him for him to drive me home. So why are you driving yourself? Because he came with my cousin and we couldn't have fit in the car as 7 people. So I told them to come to take an Uber and follow us. Okay. That's the reason. So we proceeded to the house. Okay. So cousin ameenda kwa bathroom, baada ya bathroom kapiga shot. Nani ameenda kwa bathroom? Ya Mutano. Ni cousin ya Mutano was pressed. Yes, so si tumepanda tumeingia kwa nyumba. Huyu msichana mwenye anaitwa Mutano ndo alinipigia simu. Akaniuliza umeona Jeff? Nikamuuliza nimeona Jeff na nyinyi ndo mlikuwa na yeye jana usiku, mlikuwa sherehe na yeye, naweza kuwa nimemuona. Je, wewe ndo unafaa kuniambia kwenye yako? Yeye ndo kunipigia simu kuniuliza Jeff alikuja kwa nyumba asubuhi. Nikamwambia hapana, nakuja kwa nyumba asubuhi. Kwa ni what happened juu nimeshinda nikipiga simu yake na imekuwa off. Na Jeff kama ni simu imepotea angetafuta namba nyingine anipigie. Akaniambia nimepiga na DJ Fato simu, akaniuliza ama ni ukweli Samido ni anko ya Jeff. Akamwambia yeye ni ukweli. Afa akaniambia ati na DJ Fato ameniambia ati jana usiku walikunywa sana, Jeff akaleta scandals juu ya anko Samido ni anko yake, sijui nini. Alafu tena akaenda akalala. Akaniambia ati DJ Fato aliamka asubuhi 7 akaenda kwa studio. Alafu akarudi home kitu saa 5 akapata ati 7 venye alienda aliacha Jeff akiwa amelala. Hivyo ndivyo msichana alinipigia simu. Akaniambia ati DJ Fato alitoka asubuhi akacha Jeff akiwa amelala. So vile alirudi kwa nyumba saa 5 akapata ati Jeff hayuko. After nimepark mwili ilikuwa mahali hapa hivi. Unaona? Mahali kama pale na mimi nimepark hapa. So nashuka ndo niende gate iko pale. Kando kuna nyama zimetapaka. Unanipata? So I can assure you the pillar imenizuia kuona hata the body itself. Naona tu nywele kidogo hapa tu yenye kichwa imetokea somewhere hapo. So mimi natembea naona nyama zimetapaka. I can assure you hata sikuweza kuangalia hiyo mwili, mimi naogopa sana. Mimi nikashtuka tu, nikatoka job, nikaomba ruhusa kwa kazi, nikatoka nikaenda home. Sasa nikiwa on my way kwenda home ndo nikapigia brother Jeff, nikamwambia fanya aje, Jeff is missing, hebu enda home, maybe anaweza kuwa amelala juu ya hangover, uende umangalia kama ako home. Akaenda akaniambia nimekosa Jeff hayuko. So mimi nikafika home, sasa hiyo time nimeomba ruhusa nikaenda. Nikapigia msichana tena nikamwambia umeniambia CCTV zimesema nini? Akaniambia ati ameniambia ati Jeff inaonekana ati alivaa slippers, akaacha viatu, akaenda. Alafu akarudi akanipigia tena akaniambia Jeff ati nikafikia kitu yani ushahidi inaonekana kabisa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ndio mimi nataka kuambia hii government kama watanisikia. Waache kututumia vibaya, mtu akifanya makosa ahukumiwe. Hiyo ni vibaya sana. Alikuwa mtoto wangu kutoka kwa nyumba, akaenda na yeye mtoto wangu, mimi nampigia simu namwambia aende nyumbani. Huyo mtoto anasema akampeleka nyumbani akamjua. So alikuwa amempangia. Lazima tukitakania nikote kusema ni wewe. Huyo mtoto ni muwazi na aliua mtoto wangu. Duka na sio wewe, angejita pesa na aseme kwenye alimuua na aseme kwenye kilifanya amuue. Okay. Nimekusikia mama. Alafu nyumba ilikuwa yake. Kwa nini kama government ile nyumba ingekuwa fencing, tulikuwa fencing? Okay. Unampatia ujumbe gani sasa hivi? Unamwambia nini mama? Nikupatia nafasi ya kuweza kumpatia ujumbe leo hii. Mimi hata kuna ujumbe naweza mpatia. Naweza mwambia hiyo kitu hata yeye pia anataka kupitia kitu kama hiyo. Anafanya vibaya sana. Huyo mtoto wa mtu tu hadharani. Na government inamshirika kitu inaonekana mpaka mtoto wa class nursery anaona hiyo kitu. Ati wanasema tu media waliingilia. Sio mtu anataka kuingilia mtu yake kwa nini mtu juu ya social media.
Wangekuja media, basi hawangechukua hatua ya media, waseme mtoto wangu hatapata haki yake. Hata hao wote nawaombea mtoto wangu aishi kuwasujua na awe hata watoto wao wote watoto wa Yesu. Nimekusikia mama. Pole sana. Nakwambia hata pole haitaiponyoza. Inatuangaitingi sana. Kitu tungepata ile kurejea ndio kwa kuzuri. Nani kama tutakuja kuzuri zaidi tu hakiwezi. Inaumanga sana. Unaona haki kutendeka? Hata haikutendeka kitu kidogo. Hata haikujaribu kutendeka itakosa jua. Haikujaribu hata kutendeka. Kitu kimoja ile nyumba ingekuwa kama simu. Kitu pili hawa watu wangeshika waende waandike statement wahoji uchunguzi kitoka asibiti tuone walisika ni wanakaa ilikuwa kukakuwa ilienda ndio ilienda. Unamsikia anasema kwanza baadaye kama sisi house unaweza ku maana niliona I think Friday ulijaribu kwenda nyumbani unabaki unaishi katika nyumba hii. Okay. I wanted to say something. It's okay. Imalizia tafadhali. They already have an assumption. They already have made up their mind that I might be the one who killed them. Mbona unalia? I feel so bad. Ukisikia venye mama anaongea. Si nashangaa kama humanity taidu. Sikatai. But pia sina mtoto. Okay. But pia ningetaka uangalie. Mbona yeye haoni ile side yake? Mimi nilitaka kumsaidia mtoto wake. Si yeye anaona ati mimi niliua mtoto wake. Ilhali sikumoa. Na nikuulize, ukataka kumuoa mtu Masai, utampeleka kwa nyumba yako? Utaenda na yeye kwa nyumba yako aje ukamwambie upo? Kwani I am a brand, I have a brand na najua kuprotect brand yangu. Aje, na tena penye kijana alitokea. Nyumba yangu iko na balcony moja kubwa sana yenye imeface Safari Park kwa msitu. Mtu angetaka kuua huyo kijana, angemtupa kwa penye ataanguka kwa parking ama angemtupa huku kwenye kuna msitu. Tena nikuulize, ya mwisho hapa penye anasema investigation haikufanywa kwenye hapa. So they are trying to say that mimi nimepeana pesa nyingi sana kwa serikali. Kwani niko na pesa ngapi sana? Mimi mtu anaishi rent house, apartment, 2 bedroom. Ningekuwa na pesa ya kupea hawa watu, in fact ningekuwa naishi kwangu. The only big thing najivunia toka nianze kuimba, naweza sema nimejengea mamangu. Mimi naweza sema naishi maisha kwa brand ni kuuza uoga, unajua hivyo. Naweza sema niko na lifestyle yenye ya kutishia. Unapata hata gari, hata nikinunua gari yangu for instance hiyo Mercedes ilileta shida sana. Wengine wanasema nimebawa na Sabina Chege. Mara hii tena naona wengine wanasema ati nimebawa na Alex Ojami. Yet hiyo gari nimenunua Kasoko, and thank you Kasoko juu. Nikwambie kitu, ni sijawalipa, nimebakisha kuwalipa about 1 million. Yenye sijawalipa. Sasa nikuulize swali. Uliona juzi Pastor Ezekiel akishikwa? Kweli? Na yeye unamuonanga na tekuze mbuzi kwa hii serikali. Mimi hata Kashagwa mwenyewe ama rais mwenyewe William Ruto, hakuna mtu yote mwenye mimi tunajuana. Pastor Ezekiel anajuana na wao, yet yeye alishikwa. Kwani mimi niko na nguvu imepita hawa watu wote? Jefato. Yes. Uko na you say you're the only child, eh? Yes. Kama mama na mimi mzazi. Yes. Would you expect Mama Jeff to react differently? Hususan kama haki ingeweza kutendeka na ingeweza kubainika kwamba exactly what happened to the son. Hapa kuna kitu. Isn't this a normal reaction from a parent? It is. Yes. Listen. Hapa kuna haki mara mbili. Am I not a Kenyan also? Mwenye anadisa kupata haki yake. How would you feel? You said you are a mother. How would it feel when your son or your daughter is accused of kitu yenye hajafanya? Na kwanza inaambiwa ameua. I could tell you my mother was in, I wish you even took your time also to call my mother and also listen what I said. Nimekaa na mamangu for 2 months Nairobi. Yeye alikuwa anashinda amejifunga leso hapa juu ya ile uchungu yenye nasikia huku. I can show you pictures and photos. Nilikuwa napiga mamangu akiwa chini kwa floor kila wakati ameishwa na nguvu akiomba all along because yeye anasikia vibaya mtoto wake anaekelewa kitu yenye hajafanya. Maneno yako mwisho tunaanzia. I would want them au wenye washadanganywa na hawa watu, hawa bloggers wenye wamedanganyana na hadithi zangu zote. I would want hiyo they clear their mind. Justice ilipatikana. Whatever ilitokea hiyo ndio justice. Manake mimi siwezi, I am not that rich kununua system yote kutoka kwa Kithure Kindiki, watu hata sijui homicide department, sijui pathologist, sijui Johansen Oduor au watu wote. Nikupisha nyuma, yes. Unasema first your house is not a crime scene. Yes. Na by you you're innocent. Yes. Mbona uishi hapo? Mbona siishi hapo? Yeah, umesema unaenda unachukua vitu unaenda. Mbona usiishi kwa hii nyumba? Let me tell you something. Yeah. Kulingana na mila zetu sisi wa Kikuyu, nisema kuna kitu inaitwa
Nitasema kwa Kikuyu ili Wakikuyu watasikia wanaweza translate juu mimi ya Kiswahili. Ukiruni dhahu na mobia. Nini? Kuna kas. Dhahu ni kama venye mtu akikufia mahali fulani, ukiendelea kukaa hapo inamaanisha hiyo nyumba imepata spirits zingine. Wanipata. So one of the things ninaweza kuambia ni ati hata nguvu yangu ya kukaa pale siwezi pata. Mbona usihama? Nitahama. Manake DCI walikuwa wamekataa nihama. Walikuwa wamesema wamalize uchunguzi na kila kitu. Hivyo nitahama. Lakini sasa ni wakati wenye unafaa.